Mke wangu. Ama nakwambia leo nanka huko ndani hili nitafuna la nivuta. Nakuma kwa nini? Naona siku kesha lazidi mume wangu. Hatari sasa. Nina umae. Wewe chopa chopa tu. Nina umae. Tena lauma kweli mwili huo. Kwa hiyo pole mwangu tukupeleke hospitali naona ndio kwa kubwa hilo. Hatari itatoa roho hili mimi. Pole sana. Leo nizingie maji moto leo nipige maji moto. Sawa. Haya, kama utakubali, maana shateleka hapo David. Inangusayo David. Inangusayo. Kidogo tu. Maana wewe. Mtete kama nini? Hatari na nai. Mtete kama nini? Hii hatari. Kumekucha. Wapi tena mwenzetu? Naenda tu na safari zangu na sijajua kama nitarudi leo au kesho. Lakini kiufupi leo sirudi. Na hiyo kesho pia ina wasiwasi. Naweza nikafika wiki mbili. Sasa wewe hujui tukajua sie kweli siku ya kurudi. Hapo ndo sijui. Karibu, salamu zangu. Na wewe wamtizama kama sana kutoka kitu chochote unashindwa. Haya ndo malezi mliwale watoto. Mwale watoto hawana buta mbili. Pita hapa aga. Hajulikani siku gani ya kurudi. Mtoto mwari. Ndo malezi haya mliwale yanyi watoto. Msilalamike sana. Nimealea mie, nimemlea mie na wewe. Eti. Ndio maana kwa ile nundu. Tena kanikuta mimi ni mbovu tu lakini ingelikuwa ni nzima yule. Piga mapigi kweli. Waka kansikia. Mtoto kama hivyo hapo atakumuuliza unamtizama tu unamshindikiza hivi kwa macho tu. Haya nasemaje? Hivyo mume wangu hivyo. Kuna jambo litakuja. Sitaki lawama na litengeneza kwa ajili yake. Unisikia? Tulia kama moja. Salamu alaykum kwanza. Naikuwa kheri. Manangu huu hasa ilikuwa moja kwa moja mpaka msikitini. Ni kusubiri au tusubiriane mpaka tumalize kusali swala isha. Unisikia? Tukishamaliza kusali tu tukae nje tuzungumze. Lakini bahati nzuri tukutana hapa. Nina mambo yangu kidogo nataka nikuzungumzie. Kwa sababu na yule binti yangu Maua. Maua. Kwani huyo Maua yupo? Maua kantoka Dodoma juzi. Huyu kanenepa. Nini tipwa. Shati lavutia. Unisikia? Sasa dini yetu yasema vipi? Mtoto akishafikia umri wa balagha mawili tumpenke ama tumpe mume ili apate kustirika. Na mimi mwanangu kashafikia miaka 25 kwa sasa. Ni hili yule laita. Nasema hapa naangalia kijiji kizima hichi. Hakuna mtu ambaye atansitiri mwanangu na atampa matunzo aliyokuwa mazuri zaidi yako. Kwa sababu waliokopa haopa wote wairuka kama ndege. Asoiruka mwivi. Asokuwa mwivi abirukia nyumba. Unisikia? Sasa ninakuchagua wewe. Wewe una madini yote. Mwenyezi Mungu akujalie kumsoma dini. Mwenyezi Mungu akujalie hapa una rasilimali zako. Una mashamba hapo bondeni. Bado ukinayo una mashamba. Kweli baba ile mashamba nishayauza. Shakupitia. Kwani vipi baba? Kwani vipi? Ushauza? Baba alikuwa anakutania. Niko nayo bado. Alhamdulillah. Ramadhani tata nisaidie. Nundo. Sheti nakwambia nivuta hii. Hii nundo kama ile utausahau nyuma. Haya sasa nataka ukabidhi mwanangu.
Je, wasemaje jua? Haya. Labda mimi nikwambie kitu. Na Shehe wangu Shehe Nundu, mhm, kwamba hili jambo umelifikisha sehemu husika. sawa sawa. Na niseme tu ya kwamba umelifikisha kwa wakati, kwa sababu hapo msikitini nilikuwa nazungumza na Shehe Omar kuhusiana na jambo zima la kwamba wanitafutie mke. Ndio. Lakini sasa na wewe wakati umeshalizungumzia hili, mimi naamini kwamba wakati ndio huu. Ndio. Kwa hiyo bwana, umekuja kwa wakati. Na amini ya kwamba hilo jambo linawezekana kwa wakati huu, na nimelipokea kwa mikono miwili. Alhamdulillah. Nashukuru bwana. Ndio. Ila sasa Ndio. nitakuomba tu kwamba mimi na wewe ukae na watu wako uzungumze nao, na mimi nikae na kamati yangu nizungumze nao, ili tu tujue ni siku gani kuna uwezekano wa kuifanya shughuli hii. Hilo toa hofu. Nitalipanga, tukikutana msikitini nitakwambia. Sawa, hamna shida. Na mie muda wote napatikana. Maana nikia wa msikitini tu naingia mwangu. Sawa? Kwa hiyo muda wote toka kugua haya maradhi haya nilonayo. Sina nyendo mie. Kwa hiyo baba, alhamdulillah. Haya, tutakuja kuonana. Hamna shida. Ndio. Ulibwaru. Mambo. Poa mzima. Safi, naona na mikoba. Wapi mwenzangu? Nenda kwa Jabiri. Unaenda kwa Jabiri? Okay. Sijui na miadi naye au na mpango naye kwamba mshapanga utamkuta. Maana mimi na muda sijamuona sasa. Hapana, sijafanya mawasiliano naye, lakini hata nisipomkuta, unajua mimi pale kwangu naingia muda wote ninaotaka na kuondoka. Kwa hiyo sidhani kama italeta shida nisipomkuta. Okay. Kama ni hivyo sawa, mimi sina haja nani sana, kwa sababu hapa kuna sehemu nilikuwa na wahi hapo kidogo mishemishe, si unajua. Kwa vile nimekutana na wewe watoto wa kike mna baraka zenu. Mara mavumba hapo sasa nakwenda kupiga mshindo mbele. Si unajua muda kuchakarika tena kumekucha. Sawa. Basi wewe wahi, acha na mimi niwahi. Asante. Hamna mbaya. Shem, kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani? Hivi Shem, mwezi ukuona jana? Bila shaka ukuona. Maana ungeuona usingefungasha sasa hivi ukaelekea huko. Jana Shem, mwezi umeendama, sasa hivi tumo ndani ya Shabani. Maana yake unakuja ni mfungo wa Ramadhani. Sasa shemeji yangu, sio kitu kizuri kwamba unatoka wewe sasa hivi ndani ya Shabani mnakwenda kukaa kule, unakutana na Jabiri, mnafanya mnayoyafanya, mnakwenda kufanya mambo maovu ambayo kuwa yampendezi Mungu, sio kitu kizuri. Basi mungekaa hata mkasubiri ukapita mwezi shemeji yangu, kwa sababu najua Mungu anachukia sana, na tumeshauriwa sasa katika dini yetu wala hata krabu zina, yani tusikurubie zina. Shemeji yangu, unakwenda kufanya maovu, kesho na kesho kutwa unataka ufunge, utakuwa na Ramadhani kweli? Shemeji yangu, mimi naomba nikushauri kitu. Ni bora mungekaa mkasubiri kwanza angalau mwezi mtukufu wa Ramadhani ukapita. Alafu mkakaa, mkakusanya wazee, watu mkafanya sunna, mkafunga ndoa. Sawa, nimekuelewa. Asante kwa kunielewa. Mimi shemeji yangu najua nakukubali sana. Na mchizi wangu namkubali vile vile Jabiri. Kwa hiyo sio vizuri kufanya masuala tunayofanya. Ni bora tu tufunge ndoa hapa, tusherehekee harusi, mambo mengine yaendelee. Sawa, sikuchoshe sana. Mimi naomba nikuache, uende zako, niache niende niwahi mishemishe. Asante.
Hebu njoo. Haya, sasa nasemaje? Mimi nani kwako? Baba. Babayo Babayo Haya, sasa nasemaje? Swali langu la kwanza. Humu ndani mwenu, chumbani kwenu, una mburuzi huu? Mburuzi. Kwani ni baba? Maana kila nikikaa na mama yenu huko nasikia basi kama si mburuzi humu ndani mna zenengo. Basi huwa siku zatolea na hadithi tu, hakuna chengine. Mwafia na hadithi? Ndiyo. Wewe na dadeo Ehe. Haya, sasa kama ikiwa mwatolea na hadithi, hapo ndipo ninapokutaka. Unisikia? Hivi dadeo akiuka hapa nyumbani huwa yunda wapi? Mama sijenda hapo. Sijakwambia huje ndapo. Nanzungumzia huyu dadeo Maua, si wewe. Unabii huwa yunda wapi Maua? Bame hajaniambia hapo endapo. Na wala sipajui. Wewe wanificha wewe. Ba, haki ya Mungu mimi sikufichi. Wewe wanificha. Ba, sikufichi. Lakini kama ikiwa mwashirikiana na dadeo, nikijua na wewe kunshirikiana naye ama wahusika ndani ya hili jambo, Mungu na mtumeje kukata mashikio. Ba, unataka nikata mashikio? Kukata mashikio ndio. Haba mimi nafanya kosa gani? Kosa la Maua atakanishirikisha na mie. Unisikia? Ninakusikia. Kwa sababu kwa sasa humu ndani hajulikani mtoto nani, hajulikani mama nani, wala baba nani. Sote tu sawa sawa humu ndani. Ba, hatu sawa. Kosa la Maua aba usitake tunichanganisha na mie. Baba yule wanificha mie wewe? Wanificha? Nificha? Ba, mimi siwezi nikakuficha, basi kufichi. Haya, kama hunifichi, niache nifanye kusubtarimente. Ushanifahamu? Nikijua kama wewe umehusika juu ya swala hili, Mungu na mtume nyumba hoja tutakuja iona pai. Mbona unaangalia hivi mwanangu, na ugomvi au? Majimbi, viazi, hata hii hapa inatema viazi vikuu aiteta lali. Nadaiwa sana, unaharibu kigenge taliwe. Lakini mwanangu si yote mimi nakopesha tu, hao wateja ndio wanakopa. Ukija Mama Saidi anakopa, ukija Jabiri anakopa, mpaka yule Kinundu pia anakopa. Mimi nifanyeje tena? Kinundu ndo mkopaji mkubwa mume wangu. Unaleta matiala. Hii Jabiri ile nakopa le bondeni hata ile nyeupe ile. Huyo ndio huyo. Unaleta matiala unapelekea wewe. Kwa wateja jamani. Aite alafu tikilida wewe. Mimi nitoe 3,500 niongeze kibanda wakati kibanda kimefilisika kiasi hichi wewe. Lakini matiala kama mtemponda kaponda tu. Wewe mtipule. Naleta mapenda fulani wewe. Nataka hela